nguvu za Mungu zitashuka. There is power of God which will come down. Maana nguvu za Mungu ziko hapa. Because the power of God is here. Na Roho Mtakatifu yuko hapa. And the Holy Spirit is here. Na malaika zake wako And his hapa. angels are here. Kwa hiyo kuna nguvu inaanza kuamka. So there is power that's starting to Na rise. huo uwezo utakuja juu And yako. that power will come on you. Nabii anasema, The prophet says, niitieni mwanamke. call the woman for Maana me. siwezi kustahimili. Because I cannot bear it anymore. Yeremia anasema, Jeremiah says, ni kama moto umefungwa kwenye mifupa it's yangu. like fire in my Kwa bones. hiyo nabii hakuweza kustahimili. So the prophet could not bear it. Anasema muiteni He's mwanamke. saying, call the Shunammite Kwa woman. sababu anaona ishara, Because he's seeing the signs. anaona dalili za kimbingu He's seeing the signs of heaven. zinataka kumtembelea mwanamke. They want to visit the woman. Na ndio maana mwanamke alipofika, And that's why when the woman came, nabii hakuona maono yoyote. the prophet did not see any vision. Hakuona ufunuo He did wowote. not see any revelation. Lakini anashangaa kuna nguvu But he was inaamka. amazed there is power that is rising. Anashangaa kuna uweza wa Mungu He was unaamka amazed ndani there is yake. power of God that is rising in him. Anaanza kuhisi upako wa He Mungu started feeling the anointing of God. unataka kumtembelea It mwanamke. wants to visit the woman. Akasema utendewe nini? He said, what can I do for you? Lakini kwa nini anamwambia? But why is he saying this? Ni ile nguvu ndani yake The imeamka. power in him was risen. Uweza umeamka ndani The power yake. had risen in him. Akamwambia omba jambo lolote. So he said, ask for anything. Utendewe nini? Uombe What can kwa, I do for you? kwa mfalme, Can I ask the amiri king jeshi? or to the commander of the army? Mwanamke akamwambia hapana, The mimi woman ninaishi said, kwa watu no, wangu. I live among my people. Nina kila kitu. I have everything. Sihitaji kuombewa jambo I lolote. don't need to be prayed for anything. Lakini Gehazi, But he has. mtu wa Mungu, The servant of God. alikuwa anamtumikia mtu wa Mungu. He was serving the servant of God. Na alipokuwa anamtumikia mtu wa Mungu, While serving the servant of God, yeye maana ndiye aliyekuwa anatoka kama labda kuna chakula, kuna nini. he was the one who was going if there is food or anything. Akashangaa tangu niko hapa He was amazed. Since I've been here, sijaona mtoto. I've not seen any child. Na inawezekana Gehazi akapeleleza, And it could be Gehazi did spy akafahamu. and ask around. Inawezekana It could be uwepo wa Mungu the presence of God. unapoamka ndani ya mtu wa Mungu, When it rises in the servant of God akakuuliza unataka utendewe nini. and ask you what do you want to be done for you. Inaweza ikawa It can be usiwe na majibu, you may not have answers, lakini atatokea Gehazi wako, but your Gehazi may appear atasema kile unachokihitaji. and say that which you need. Mwanamke alipokuwa hana majibu, The woman, when she had no answers, amezichokoza mbingu, she just ignited the heaven, mbingu zimefika and then heaven had come na down. mwanamke hana majibu. The woman had no answer. Wakati hana majibu, When she had no answer, Gehazi akamjibia, Gehazi answered for her. akasema huyu ni He mzee, said, this man is na old. hawana mtoto, They have no children. hawana mtoto. They have no children. Inawezekana It could be umekosa majibu, you have lacked answers. lakini But Gehazi amesema Gehazi has spoken. hawana mtoto. She has no child. Ni wazee hawa, They are all these people. hawawezi kuzaa They tena, cannot have children anymore. lakini kwa kuwa mbingu But zimeamka, because the heaven has risen, kwa kuwa mbingu but zimefunguka, because the heaven is open, nabii Elisha anasema the prophet Elisha said, mwakani, by this time next Mwakani. year, by this time next year, majira kama haya, by this time next year, ijapokuwa ni wazee, though you're old, hiyo it haijalishi. does not matter. Umechelewa kupata mtaji, You're late to get the capital, hiyo it does haijalishi. not matter. Umechelewa kuolewa, You're late in being married, hiyo it does haijalishi. not matter. Mbingu zinapoamka When heaven rises, zinatenda jambo kwenye it maisha works yako. something in your life. Kwa hiyo mwanamke So the woman, alipokea she neno received the word kutoka kwa nabii wa Mungu, from the prophet of God. na yule mwanamke And that woman, akalipokea. she received the word. Iko njia, There is a way, iko kanuni there is a ya principle kuzichokoza mbingu. to ignite the heaven. Ukizichokoza mbingu, When you ignite the heaven, hautahitaji maombi you mengi. won't need many prayers. Kuna namna tu There is ukifanya, a way mbingu zinakuja kwenye the maisha heaven will yako. come in your life. Mbingu zinaleta majibu. Heaven will bring Kwenye maisha results yako. in your life. Kwa hiyo kanuni So the principle ya kupokea baraka, of receiving blessing. moja, First one, kumtambua mtumishi wa Mungu. to recognize the servant Huyu of God. mwanamke alijithibitisha This woman confirmed kwamba huyu ni mtu wa Mungu that kweli this kweli. is the man of God for real. Jambo la The pili, second thing, akajitoa kwa ajili ya mtu wa he Mungu. gave up himself for Baada ya the servant of kujitoa, God. After giving up herself, mbingu zikafunguka. heaven opened. Hata
hata wewe Even you. unaweza kuzifungua mbingu. You can open the heaven. Ni kujua kanuni. It's just to know the principles. Kuna wakati mwingine unaweza ukafunga sana. Some other time you may fast a lot. Kumbe hukutakiwa kufunga. When you are not supposed to fast. Ulitakiwa utembee kwenye kanuni. You are just supposed to walk in the principles. Majibu yako karibu na wewe. Your answers are near you. Lakini hujajua namna ya kuzifungua But you just mbingu. don't know how to open the heavens. Hiyo ndio namna ambayo That is the way that unaweza kuzifungua mbingu. you can open the heaven. Na ndio maana Isaka That's why Isaac, alipokula chakula kitamu, when she ate good food, baada ya kushiba after eating the good food, akatamka baraka. he spoke blessings. Alipotamka When he baraka, spoke blessings, kabla ya kutamka baraka, before speaking the blessings, alipokula kile chakula, when he ate the good food, nguvu za Mungu zikaamka the ndani power yake of God was ignited in him, ili aweze kubariki. so he can bless now. Akambariki Yakobo. And he blessed Jacob. Japokuwa baraka hazikuwa za Though Yakobo, the blessings were not for Jacob, lakini Yakobo akapokea baraka but Jacob received the kwa blessings sababu mbingu zilichochewa because heaven was na ignited nguvu ikaamka ndani ya Isaka. and power was Akambariki came Yakobo. upon Isaac, and he blessed Jacob. Alipochukua zile baraka, When he took the blessings, mama yake akamwambia his kimbia, mother said, "Run away, maana kaka yako because your brother will atakuua. surely kill you. Umechukua baraka You've taken zake. his blessings." Kwa hiyo kuna namna So there is a way unaweza kuchukua you baraka. can take the blessings. Inawezekana ni mgeni It could be you're a foreigner ndani ya kanisa hili, in this, or you're new in this church. umewakuta wenyeji, You found the ones who lakini are here, ukaanza kuchukua baraka kabla but yao. you've taken the blessings before them. Ni kutembea kwenye kanuni. It's just walking the principles. Watashangaa, huyu mbona amekuja hivi You'll be karibuni? amazed. This one just came just Mbona now. anabarikiwa? How come she's being Mbona blessed? mambo How yanakwenda? come things are moving in Kumbe her iko life? siri. Then there is a secret. Ni kujua kanuni. It's one of the principles.